Sasa leo tutaenda kujifunza mbinu za kisaikolojia za kumshawishi mtu bila hata yeye kugundua kuwa anashawishiwa. Unajua kuna mbinu za kisaikolojia ambazo unaweza kuzitumia kumshawishi mtu na yeye asigundue kuwa anashawishiwa. Lakini mbinu hizi zinatakiwa zitumike vizuri, sio kwa lengo la kuharibu, kwa sababu zikitumika vibaya zinaweza zikaharibu mahusiano, lakini zikitumika vizuri zinaweza ikaimarisha mahusiano. Kwa hiyo mbinu hizi zisitumike vibaya, ziwe kama ufunguo wa kufundisha jinsi ya kumwelewa binadamu na namna ya kuishi na binadamu. Karibu sana tujifunze pamoja katika somo hili, na naamini tutajifunza mambo mengi. Na kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na channel yetu ya Early Learning TZ, karibu sana na usahau kusubscribe. Hasa katika maisha ya kila siku, binadamu hufanya maamuzi mengi kwa kuongozwa na hisia kuliko akili. Mara nyingi hubadilisha mtazamo au maamuzi bila kutambua chanzo halisi cha mabadiliko hayo. Hii hutokea kwa sababu akili ya binadamu hupokea na kuchakata taarifa kwa njia ya kihisia kabla ya kufikiri. Sasa unajua sisi binadamu asilimia kubwa ya maamuzi mengi tunafanya kwa hisia, sio kwa akili. Na hii imewekwa hivyo kwa sababu maamuzi ya hisia huwa ni haraka zaidi kuliko akili. Mfano, umekutana na mnyama mkali, lazima utapata hisia ya hofu ili ukimbie hiyo sehemu ya hatari. Na hii imetengenezwa hivi, ni asili kabisa ambayo tumeumbwa nayo, kwamba tumeumbiwa hisia ili zitusaidie kutuepusha na hatari. Yaani hisia ni kama ishara ambayo imewekwa mwilini mwetu ili kutusaidia kukimbia hatari. Na huu mfumo sasa huwa unafanya kazi kwa haraka zaidi kuliko kufikiri. Mfano, mchukulie umekutana na simba, mpaka uanze kufikiri huyu ni simba kweli, nikimbie au nisikimbie. Huo muda wote ambao unafikiria tayari yule simba atakuwa amekuzuru. Lakini kwa sababu mfumo wa hisia wenyewe unachakata taarifa haraka, utajikuta unapoona tu simba, hisia oga inakutokea na unakimbia haraka kumwepuka huyo simba. Hivi ndivyo binadamu tunavyoishi. Hisia zinatuongoza kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu zinachakata taarifa kwa haraka zaidi kuliko akili. Akili yenyewe inahitaji kufikiri, kuamua ndio uchukue hatua, lakini hisia yenyewe inachukua hatua kwa haraka zaidi. Sasa somo hili linalenga kufundisha jinsi binadamu ambavyo anafanya kazi, yani kuanzia mfumo wake wa kihisia na mfumo wa kiakili. Sasa ukishaelewa hivyo, ujifunze sasa namna ya kumshawishi, wala sio kumlazimisha. Na ukishaelewa hivyo sasa, utajua namna gani utaishi na mtu, lakini pia utajua namna gani ya kutumia mbinu hizi kwa lengo zuri, sio kwa lengo la kuharibu mahusiano. Kwa hiyo leo tutajifunza mbinu moja baada ya nyingine. Ni kuombe unisikize vizuri kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hichi. Sasa mbinu ya kwanza ni mbinu ya kufanana. Akili ya binadamu huamini zaidi watu anaofanana nao katika maisha, mawazo, uzoefu. Mtu anapohisi kuwa yupo upande wake au mnafanana, hupunguza upinzani ndani na bila upinzani wa ndani bila kujitambua. Kufanana hujenga ukaribu wa haraka na kufanya ushawishi uonekane wa kawaida, si kwa kutumia nguvu. Sasa sisi binadamu huwa tunawaamini sana watu kwa haraka ambao tunafanana nao. Na mara nyingi ukikutana na mtu yote ambao mnafanana, inaweza kuwa isiwe elimu, lakini pia hata mazingira mliotoka, lafuzi, historia. Mfano, wamama ambao wanaishi maisha ya usingomaza, kutana na singomaza mwenzie, wanaaminiana zaidi kuliko mwanamke ambaye sio singomaza, kwa sababu wana historia moja ya uzoefu wa maisha. Au mtu ambaye kwa mfano chukulie muuzaji amekutana na mteja ambaye anahitaji dawa fulani labda ya kupunguza uzito, akamwambia kwamba na mimi nilikuwa na tatizo hilo hilo la kupunguza uzito, nikatumia dawa hii kanisaidia. Kwa hiyo ule mfanano unamfanya yule mteja anashawishika zaidi kununua ile dawa, kwa sababu yule muuzaji ameelewa hali anayopitia huyu mteja. Kwa hiyo saikolojia ya kufanana, kwamba huwa binadamu inamwambia kwamba huyu ni mwenzangu. Unapofanana naye jambo lolote, kwamba iwe katika elimu, katika kazi, kabila, historia fulani, saikolojia ya mtu inamwambia huyu ni mwenzangu. Na badala ya kuanza kujiandaa, kujilinda au kuleta upinzani, akili yake inazuia hivyo vitu vyote, inamwambia huyu ni mwenzangu. Kwa hiyo unakuta mtu anakuamini zaidi. Sasa hii ni mbaya, kwa sababu mtu anaweza kaitumia hii kuja kuchukua taarifa kwako. Mfano, kama mtu anataka labda kuja kuchukua taarifa zako, muamini, anaweza kuja kwenye dini yako akajifanya muumini mzuri. Sasa wewe ukimuona, kwa sababu unasali naye sehemu moja, utamwamini. Hii ni nzuri kama ikitumika vizuri, lakini ikitumika vibaya inaweza ikaharibu kabisa mahusiano. Kwa hiyo
Sisi binadamu tunashawishika zaidi na mtu ambaye tunafanana naye. Ndio maana ukikuta hata vijana wa mtaani wanaongea lugha ambayo inafanana, wanaelewana zaidi kuliko akuambie lugha ya mtaani wewe ukamwambia lugha ya kawaida. Hamwezi kuelewana. Kwa hiyo binadamu huwa tunaondoa ulinzi zaidi pale ambapo tunapomuona mtu tunafanana naye. Na hii ni kisaikolojia kabisa. Ukishaona kuna mtu tunafanana naye kwenye jambo fulani, unakuwa umeondoa upinzani kabisa wa kujilinda dhidi yake. Mfano, umeenda kuonana na mtu ambaye anapenda sana mpira, ukaanza kumsimulia mambo ya Simba, Yanga, utajikuta mnaelewana vizuri. Hata kama hamjuani sana, utajikuta mnakuwa marafiki kwa haraka zaidi, kwa sababu binadamu tunapenda watu ambao tunafanana nao kwa jambo lolote. Kwa hiyo hii pia inaweza kumfanya mtu akakushawishi au wewe ukamshawishi mtu pale ambapo unapogundua kwamba kuna jambo lolote ambalo mnaweza mkafanana. Sasa mbinu ya pili ni mbinu ya hisia. Kama nilivyoelezea hapo awali, binadamu hufanya maamuzi kwa hisia. Kisha ndio tunatumia akili kuyahalalisha. Hisia kama hofu, matumaini, furaha au heshima huasili maamuzi kwa haraka sana. Ujumbe unaogusa hisia huingia moja kwa moja kwenye akili ya ndani. Hata hoja rahisi inaweza kuwa na nguvu kubwa ikiwa imeambatana na hisia inayomgusa mtu. Mambo yote ambayo yanagusa hisia huwa yanatuongoza sisi au kutushawishi kwa haraka sana. Tuchukulie mfano, mtu amekuja kuomba msaada, akwambia kuna watoto yatima labda 10 wanahitaji msaada, akaishia hapo hapo. Mwingine akakwambia labda akasema mfano labda Asha ni mtoto yatima, ana changamoto ya kutokupata chakula kila siku na analala nje, hana uhakika wa sehemu ya kulala na kula, na maisha yake ni magumu sana, anahitaji msaada. Ukiangalia mfano wa kwanza amesema tu watoto yatima wanahitaji msaada, lakini wa pili ameunganisha na hisia. Huu wa pili utajikuta unakugusa zaidi kwa sababu umehusishwa na hisia. Na wewe moja kwa moja, kwa sababu hisia waga zinatuongoza kwa haraka bila sisi kufikiri au kuamua kwa akili ya kawaida, unajikuta unatoa msaada. Sehemu mbalimbali, hata kwa mfano umeenda kununua kitu, huwa wale watu wanakutengenezea mazingira ya hisia kwamba hichi kitu ni kizuri, ukinunua kitakuwa kizuri kwako, kwa wanakutengenezea hisia ya kufurahi. Na ukiona kweli wanaponiambia hawa ni kweli, unajikuta unanikinunua. Lakini ukifika nyumbani unaanza kujiuliza, sasa kwa nini nimenunua hichi kitu? Lakini kwa sababu hisia zilifanya maamuzi haraka. Na hii huwa imeumbwa hivyo kwa sababu hisia zinatusaidia sisi kutuepusha na hatari mbalimbali. Kwa sababu tungekuwa tunatumia akili kufanya maamuzi mengine ambayo yanahitaji uharaka, tusingekuwa tunaweza kufanya, kwa sababu akili inahitaji paka kufikiri na kuchakata taarifa ndo unafanya maamuzi. Kwa jambo lote ambalo linahusisha hisia linaweza ikakushawishi au wewe ukamshawishi mtu, kwa sababu hisia inatuongoza sisi kufanya maamuzi kwa haraka bila kufikiri. Mbinu ya tatu ni mbinu ya maswali. Sasa maswali huongoza mawazo bila kumpa mtu amri ya moja kwa moja. Swali humfanya mtu afikirie, achambue na kutoa jibu kwa akili yake mwenyewe. Akishafanya hivyo, huamini kuwa uamuzi ni wake, sio wa mtu mwingine. Ndio maana mtu hutetea kwa nguvu zaidi uamuzi aliofikiria kupitia maswali kuliko ule aliolazimishwa kufuata. Sisi binadamu huwa tuna msimamo yetu kwamba tunapenda maamuzi pia toe sisi wenyewe. Maamuzi ambayo tumepewa na mtu huwa tunaweza kuyapinga, lakini yale ambayo tumeyaamua sisi huwa tuna uwezo wa kuyasimamia na kuyatetea, kwa sababu sisi binadamu ni alama ambao tunapenda kuwa na msimamo. Kwa hiyo jambo lolote ambalo umelisema mwenyewe una uwezo wa kulisimamia. Chukua mfano, umeenda dukani, wakaanza kukuuliza unataka kununua simu ya kazi gani? Ya kazi ya ofisi au ya kazi ya kawaida? Utasema ya kazi ya ofisi, kwa sababu wewe labda unataka simu ya mambo ya ofisi. Ukishasema hivyo, watakuuliza unataka ambayo inakaa na betri muda mrefu au ya kawaida. Unaona, haya maswali yanakuongoza wewe kutoa majibu yako mwenyewe. Kwa hiyo akija kukuletea ile simu ambayo umeshasema ndio, unainunua automatic bila hata wewe kutumia nguvu kubwa kuanza kufikiri, kwa sababu ametumia mfumo maswali. Yaani maswali tuseme ni kama mwongozo wa kukuongoza wewe kufikia hatua fulani. Hata bosi wako akitaka kushawishi kwenye jambo fulani, anaweza kukuambia unaonaje hili jambo, tulifanyeje ili tulifikie mwafaka. Kwa hiyo utaanza kujibu majibu yako, mimi nataka labda tufanye hivi na hivi. Yale majibu unaojibu ndio hayo yatakuwa yanakuongoza, kwa sababu wewe mwenyewe ndio umeyasema na utayasimamia. Lakini ukiambiwa fanya kitu fulani, utajikuta huwezi kufanya. Ndio kama muuza simu ufike tu dukani akwambia nunua simu hii, hauwezi kununua kwa sababu utaona kama kakulazimisha. Lakini akaanza kuuliza unataka simu kwa ajili ya nini,
wewe labda unapenda hii simu kwa matumizi gani, unajibu nataka hivi na hivi na hivi. Unapoendelea labda anakuambia tena unataka yenye kamera nzuri, unasema ndio. Kwa akija kukuletea simu ambayo ina sifa hizo, unajikuta unainunua kwa sababu umeshashawishika. Maswali waga yanakusaidia wewe kujibu hoja zako, na hizo hoja ukishazijibu utazisimamia bila kuzipinga kwa sababu umezitoa mwenyewe. Kwa hii mbinu pia ni nzuri kama ikitumika kwa lengo zuri, lakini ikitumika kwa lengo baya inaweza ikaharibu mahusiano. Kwa kuna maswali mengine ambayo yanaweza kuwa mazuri kwa ajili ya kuimarisha mahusiano, kwa sababu kama labda unataka mtu kumshawishi bila kumfokea au kumlazimisha, unaweza ukatumia hii mbinu ya kumuuliza yeye anaonaje ili kufanyaje ili jambo ili likamilike, akajibu kwa hoja zake. Lakini ukitumia kwa lengo baya kwa ajili ya kumtawala mtu, inakuwa sio lengo zuri. Lakini mbinu ya 4 ni mbinu ya uaminifu na mamlaka. Uaminifu ndio msingi wa ushawishi wote wa kisaikolojia. Mtu anapokuamini, akili yake hupunguza ulinzi wa ndani na kuanza kupokea ujumbe wako bila wasiwasi. Uaminifu hujengwa kwa kusikiliza kwa umakini, kuonyesha uelewa wa hisia na kuzungumza kwa uhalisia. Mtu anayehisi kueleweka na kuheshimiwa huwa tayari kuongozwa bila kushurutishwa, kwa sababu anahisi yuko salama kisaikolojia. Sasa katika hii mbinu ya uaminifu na mamlaka inaweza kuwa kwenye kumsikiliza mtu au kuelewa hisia zake. Kwa mfano mtu anakusimulia tatizo lako, kwambia anaelewa kweli kitu unachopitia kweli ni kitu ambacho ni kigumu, hapo unakuwa umeelewa kitu anachokipitia, kwa anakuamini zaidi. Au kumsikiliza kwa makini. Kuna watu ambao unakuta unaongea na mtu bado unaendelea kuchezea simu au unaongea na vitu vingine, huwa mtu anashindwa kukuamini. Lakini hii pia kanuni inahusisha watu wenye mamlaka, kwa mfano viongozi, watu waliosomea mambo mbalimbali ambao wamebobea, labda madaktari. Kwa hiyo unakuta labda daktari akikwambia kitu fulani, ni rahisi kushawishi kufanya kile kitu kwa sababu ana mamlaka katika sehemu hiyo. Umeona? Na wewe unajikuta unamwamini kwa sababu ni mtu ambaye ana mamlaka katika hicho kitu ambacho amekisomea. Kwa hiyo kuna mamlaka au kiongozi labda wa jimbo fulani au wa nchi, akitoa sentensi yote unamwamini kwa sababu ana mamlaka. Lakini pia na uaminifu haujengwi tu na vitu vya mamlaka ya uongozi au elimu, lakini pia hata na ile kumsikiliza mtu. Unapomsikiliza mtu vizuri na kuelewa hisia zake na kuzungumza naye kwa uhalisia, sio kwa kudanganya au kwa uongo, mtu anakuelewa vizuri na anakuamini. Kwa hiyo hii inaweza kupelekea pia kumshawishi mtu, kwa sababu ukiwa na mamlaka, kama mfano kama daktari au kiongozi, unaweza ukamshawishi mtu. Lakini pia ukiweza kumsikiliza mtu kwa umakini na kuelewa hisia zake na kuzungumza naye kwa uhalisia, unaweza pia kumshawishi mtu. Lakini mbinu ya 5 ni mbinu ya kurudia na mazingira. Ujumbe unaorudiwa mara kwa mara huanza kubadilika kama ukweli akilini. Kurudia jambo kwa njia tofauti tofauti huondoa mashaka polepole. Vilevile mazingira ya kihisia yana nafasi kubwa katika ushawishi. Mtu akiwa mtulivu, mwenye furaha na anajisikia salama, hukubali mawazo mapya kwa urahisi. Sasa hii nadhani watu wengi watakuwa wanaifahamu, kwa sababu watu wengi huwa wanakubali mambo wakiwa kwenye mazingira mazuri ambayo yanawaweka anakuwa salama. Ndio maana hata hii kanuni wanaitumia sana watu kwenye first date. Anamchukua, anampeleka katika mazingira mazuri ambayo yanamfanya anakuwa na amani huyo mwenza wake, au sehemu ambayo inamfanya anakuwa mtulivu. Kwa hiyo anakuwa rahisi kukubali chochote ambacho kinakuwepo, kwa sababu anakuwa huru na mwenye furaha. Lakini pia kanuni hii ya kurudia jambo lote ambalo unalirudia kila siku. Ukiwa unarudia kila siku unasema mimi siwezi, sitafanikiwa, lile jambo akili yetu huwa ina udhaifu. Kitu unachokirudia kila siku huwa inakizuia kukitafakari tena, inakitunza kwenye akili ya chini ya fahamu, na hicho kitu kishatunza kule kinakuwa kimeshawekwa kama taarifa kwamba wewe ni kitu hicho. Kwa hiyo kinakuja kukuongoza wewe bila kujua, kwa sababu kwa mfano kila siku unasema mimi siwezi, akili yako inaacha tena kufikiria jambo la kutokuweza. Kwa hiyo inaamini kwamba wewe huwezi. Kwa hiyo inakuwa imani inatuongoza sisi kufanya jambo fulani. Kwa hiyo ikishakuwa imani ndani yako, inatunzwa kwenye sehemu ya chini ya ubongo wako ya fahamu. Kwa hiyo inakwenda kuongoza wewe bila kujua. Kwa hiyo jambo lote ambalo unalisikia au unajinenea, unaolirudia kila siku, lina uwezo wa kuliamini na likakushawishi wewe bila kujua. Kuna mambo mengi ambayo tumeshaambiwa, au kwa mfano ishu ya makaburini. Watu wengi tumeshaaminishwa kwamba ukipita makaburini usiku unaona watu au watu ambao wameshafariki. Lakini ukiangalia uhalisia, watu waliokufa hawawezi
kufuka tena, lakini kwa sababu limesharudiwa mara kwa mara tumeshaliamini. Kwa hiyo linatuongoza katika maisha yetu. Ndio maana ukipita hata mtu saa 8 za usiku makaburini unaanza kutetemeka, unakuwa na hofu kwa sababu tayari imeshakuwa imani, kwa sababu jamii tumeendelea kulisishana kwamba ukipita makaburini usiku unaweza ukaona watu ambao wameshakufa, lakini sio ukweli. Lakini kwa sababu limerudiwa mara kwa mara na watu ambao tunawaamini na watu ambao wanatuzunguka, basi limeshakuwa kama ni jambo la ukweli. Kwa hiyo hii pia ina asili katika maisha yetu na pia inaweza kukushawishi katika namna moja au nyingine. Sasa ushawishi wa kisaikolojia si ule wa kumtawala mtu, bali ni kumwelewa, na mbinu hizi zinapochanganywa na maadili na heshima hujenga mawasiliano bora na uongozi imara na mahusiano bora. Sasa hizi mbinu kama nilivyosema awali zinatakiwa zitumike vizuri kwa lengo la kuimarisha mahusiano na mawasiliano. Ukitumia kwa mbinu mbaya, maana yake utaharibu mawasiliano kati ya wewe na mtu mwingine, lakini pia na mahusiano yataharibika. Kwa sababu ukitumia kwa lengo la kumdanganya mtu na akaja kugundua, maana yake tayari utakuwa umeharibu mawasiliano na mahusiano mazuri na huyo mtu. Kwa hiyo mbinu hizi zitumike kumwelewa binadamu na namna ya kuishi na binadamu bila kutumia nguvu kubwa. Kama utakuwa na swali na utakuwa na jambo lolote labda unahitaji nielezee, unaweza comment hapo sehemu ya comment section. Lakini pia na habari njema, kuna vitabu ambavyo nimeshaviandaa kwa ajili ya kujifunza mambo mbalimbali. Kama unahitaji vitabu hivyo, unaweza kunitafuta kwa WhatsApp namba ambayo ipo kwenye hii profile ya account hii ya Elikhan TZ. Lakini usahau kusubscribe, kulike na kushare. Asante sana, tukutane kwenye somo jingine. Bye bye.